Kuna nyakati kwenye maisha zinapita, unasahauliwa. Usisikitike, zipo nyakati za kusahauliwa kabisa. Jambo la kwanza kabisa kwenye upendo au tunda la Roho ni kukumbukwa na Mungu. Si kwamba hutapita kwenye eneo gumu, lakini agape inakupa uwezo wa kukumbukwa na Mungu. Upendo huu wa agape ni upendo usiohesabu. Binadamu ni kiumbe chenye makosa, lakini kimewekewa nafasi ya kuwa na nguvu ya kusamehe ili kisamehewe. Kipengele cha kusamehe ni muhimu mno. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Usimpe mtu maisha yako ya rohoni. Maisha yako ya rohoni mpe Mungu. Usimtegemee mwanadamu katika mambo yako ya rohoni. Ulicho nacho Mungu anakithamini. Kama una 100 ndio sadaka yako ulikuwa nayo, toa hiyo 100, Mungu ataiheshimu hiyo 100 yako. Na kama huna kitu, kaa kwenye ibada, Mungu anajua huna kitu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako mkuu kwetu. Umeruhusu Mungu tuwepo katika nyumba yako, tuweze kutafakari na kujifunza kutoka kwako wema wako, upendo wako, zaidi sana ukuu wako kwetu. Tufundishe Mungu kupitia Kwaresima hii, tuweze kuishi katika utakatifu. Rehema zako usikome kwa ajili yetu. Useme na maisha yetu tangu sasa na hata milele. Amen. Naomba tuketi. Ninaendelea kufundisha kuhusu tunda la Roho. Jumatano niliweka msingi na tulitumia muda mwingi sana kwenye ule msingi, na leo sitaki turudie tena kwenye ule msingi, ila andiko letu linalotuongoza ni Warumi sura ile ya 3 mstari ule, sura ile ya 8 mstari ule wa 3 na wa 4. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 3 na wa 4. Ile somo tulisoma Jumatano iliyopita, leo nalianzia kwa sababu ndio mstari mama utakayetuongoza. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale wafuatao mwili hawayafuati mambo, maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Amen. Ndugu zangu wapendwa, leo moja kwa moja nataka tutazame yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu yaliyoainishwa katika Wagalatia sura ile ya 5 na mstari ule wa 22. Leo natamani tuanze moja kwa moja Wagalatia 5 mstari ule wa 22, tutazame yale matunda 9. Wagalatia 5:22 anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Nimependa leo tuzungumzie tunda la kwanza linaloitwa upendo. Tunda la kwanza katika yale matunda 9, la kwanza linaitwa upendo. Hili ni tunda la Roho, upendo. Na mimi nilianza na kutafakari mambo yafuatayo. Nilijiuliza, katika ile tunda la Roho, upendo ni nini? Upendo ni nini? Mtu akisema napenda anamaanisha nini? Nikarudi katika kutazama wataalamu wa masuala ya maandiko. Nirudi kwa wenzetu wa Giriki. Hao wa Giriki au wa Yunani waliweka upendo katika maeneo makuu 3. Na aina ya kwanza ya upendo waliuita upendo wa eros. Upendo huu wa eros unahusiana au unashabihiana au unafanana na upendo wa ndoa. Upendo huu wa eros unashabihiana, unafanana na upendo unaoitwa upendo wa ndoa. Kwa hiyo upendo huu wa eros
Ni upendo ambao una mahusiano ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti, tena wasiokuwa ndugu, wasiokuwa na damu moja. Hawa wanakutana, halafu wanaamsha kitu kinachoitwa upendo. Upendo huu ni upendo wa ajabu sana. Ni upendo ambao unaruhusu nafasi za miili yao, unaruhusu nafasi za mazingira yao. Ni upendo wa ajabu sana. Sio ndugu yako, sio mtu wa karibu na wewe. Eros inakuvuta, unakuwa na mvutano. Ghafla mnaanza kukabiliana, ghafla mnaanza kuzungumza, ghafla mnaanza kufikiri kujenga familia, halafu ghafla mnaweza mkafanikiwa mkawa na familia. Chanzo ni eros. Katika eneo hili, wakati najiandaa, nikapenda nifundishe jambo fulani. Wanawake wamepewa neema ya kuhisi upendo huu wa eros. Kwa hiyo kwa mwanamke akikutana na mwanamume akimsalimia mwenye upendo wa eros, huyu mwanamke anapokea, anaanza kufikiria kwamba fulani amenisalimia, lakini salamu yake ina zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kina mama, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ghafla anaanza kuhisi kwamba kwa nini kanisalimia vile? Kwa nini kanisalimia vile? Halafu mwanamke anajenga kwenye ukuta wake wa ubongo ya kwamba ananipenda. Lakini huyo mwanamume hajasema zaidi ya kwamba nilimsalimia. Na huyu mwanamke anaposalimiwa anasema hakunisalimia kwa kawaida. Ana kitu ambacho siwezi kueleza, lakini ana kitu cha ziada. Halafu huyu mwanamke anaanza kutengeneza tabia ya kumwonyesha na yeye pia anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwanamke kama hampendi, anasema hata akifanyaje, anajisemea mwenyewe, hata akifanyaje mimi siwezi kukaa na yule, mimi siwezi kumwahi. Hata hajafuatwa, hajaambiwa lolote, anasema siwezi kukaa na yule, mimi simpendi. Amesalimiwa tu, lakini eros inajenga. Sasa huu ni upendo ambao ndani yake unaweza kusababisha mpate familia. Huu ni upendo ambao unaweza kusababisha ndani yake mpate watoto. Na kwenye Biblia upendo huu umeguswa kwa kiwango kidogo sana. Katika Injili ya Luka Mtakatifu sura 6 mstari wa 35 na 36, pale umeguswa kwa kiwango kidogo sana, na mimi nitaueleza kwa kiwango hicho hicho kidogo Luka anachokigusia katika sura ya 6 mstari ule wa 35 na 36. Ninasoma mistari hiyo, Injili ya Mtakatifu Luka mlango wa 6 35 na 36. Ninasoma mistari hiyo nikiwatangulia. Luka sura ya 6 mstari wa 35 na 36. Basi wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumai kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Mistari hii ndio mistari mama inayotengeneza ndoa. Anasema wapendeni watu ambao hamwajui, wapendeni watu ambao hamwafikirii, wapendeni watu ambao hamtegemei. Tena mnapowapenda hawa watu, msitegemee kupata jambo lolote. Yaani upendo wa ndoa hutegemei kupata jambo lolote. Unaingia kwenye upendo wa ndoa katika familia usioijua. Unaingia kwenye familia, kwenye ndoa katikati ya watu usiowaelewa, na wanaweza wakawa sio wema kwako, lakini nyinyi wawili mliokubaliana mnaweza mkaishi kwenye ndoa. Nyinyi wawili ndio mnatengeneza bondi, mnatengeneza unity, mnatengeneza mahusiano nyinyi wawili. Na kwa sababu hiyo ndoa haina mamlaka ya kuingiliwa na watu wengine. Eros inawadai ninyi wawili peke yenu. Watu wengine wanaweza kusema unampendea nini, lakini kwenye eros mimi nimempenda vile alivyo. Wakati mwingine mtu anaweza kampenda hata mtu mwingine mwenye ulemavu wa viungo vya mwili, lakini eros inamruhusu ampende vile alivyo. Upendo eros hautegemei huyo mtu ana namna gani. Anaweza kawa mtu mwenye uwezo mkubwa akampenda mtu maskini kabisa. Anaweza kawa mtu mwenye elimu kubwa akampenda mtu asiyekuwa na elimu kabisa. Huu ni upendo eros. Huaga wenyewe unajitegemea.
na kwa sababu hiyo haudai, na anasema watendeni mema. Hawa ambao wana upendo wa eros watendeni mema. Na hapa nifundishe kwamba katika ndoa jambo kubwa la kufanya ni kutendeana mema. Kutendeana mema. Ukiwa umepata nafasi ya kuoa au kuolewa, tendeaneni mema. Eros inadai mtendeane mema. Kumbuka mkazo wangu ni tunda la Roho, lakini nauchambua tunda la Roho leo katika nafasi ya upendo, na nimeanza na upendo wa eros. Upendo wa pili ambao leo natamani niuelezee ni upendo wa fileo. Fileo ni upendo wa marafiki. Marafiki, tumekutana shuleni bwana. Upendo wa marafiki, tumecheza pamoja vifuu. Upendo wa marafiki, tunasoma darasa moja. Upendo wa marafiki, yule ni rafiki yangu, shida yake ni shida yangu. Upendo wa fileo, na huu tunauona katika Yohana sura 11. Tunaanza kusoma mistari, nitasoma mistari mitatu kwa tofauti tofauti. Yohana sura 11, kwanza nitasoma mstari wa 5. Mstari wa 5 wa Yohana anagusa kabisa hii fileo. Yohana sura ya 5, sura 11 mstari wa 5 anagusa hii upendo wa fileo. Na huyu Yesu anasema, au mwandishi huyu anasema, naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Yesu alimpenda Martha na umbu lake Lazaro, upendo wa urafiki. Sasa hili lileta shida. Ileta shida kwa wale ambao wanajua Biblia, hili lileta shida. Yesu anaonekana yuko na Martha. Yesu anaonekana yuko na Mariam. Sasa watu wanaanza kuleta shida. Kijana wa miaka 33 hajaoa, yuko na wanawake wawili. Mmoja Martha, mwingine Mariam. Na Martha ndio aliyekuwa yuko karibu. Mariam alikuwa yuko karibu kuliko Martha. Sasa ikaanza kuleta shida. Wanasema imekuwaje hapa? Watu hawakuzoea fileo ya mwanamke na mwanamume. Wanadhania Yesu yupo katika ule upendo wa kwanza. Kwa hiyo wanamdhania Yesu yuko kule. Mbona anawapenda? Martha anampenda na Mariam. Labda hapa kuna kitu cha ziada. Sasa watu wanaanza kuchunguza ni nini, lakini alikuwa na marafiki. Na hapa niseme, tunapata shida sana na ulimwengu tunao leo. Kijana akisema rafiki yangu ni wa kike, binti akisema rafiki yangu ni mvulana. Hatukuzoea, sio utamaduni wetu. Lazima tuwakataze, tuambie hakuna uhusiano kati ya panya na paka. Tuwakataze, tuambie kwamba hakuna uhusiano wa chui na mbuzi. Haiwezekani, kwa sababu ule upendo wa kwanza ambao nimeanza kugusa, eros, inavuta. Hawa wakikaa pamoja wanavutana. Na sasa inakuwaje? Lakini Yesu ni tofauti. Alimpenda Martha, akampenda Mariam, akampenda na Lazaro kaka yao. Walikuwa na upendo ambao hauna ile eros, ila ni wa fileo, upendo wa marafiki. Na tunakuja kuona hapa mbele katika mstari ambao natamani tusome 35 na 36. Yohana 35 na 36. Biblia yangu inasema hivi. Yohana sura ya 5 35 na 36. Yohana 11:35 36. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Nimeweka mstari huu ili niondoe ile ya Martha na Mariam. Aliipenda familia, ni marafiki. Na watu walikuwa wamemwambia, kusoma hiyo amani tunakuja kuona, watu walikuwa wamemwambia rafiki yako Lazaro anaumwa. Yesu akabakia pale pale Bethania. Wakamwambia na mara pili, rafiki yako Lazaro amekufa. Yesu akasema amelala, nitakwenda kumwamsha. Na kwa sababu anafika sasa, wanasema rafiki yako amekufa. Rafiki yako, upendo wa urafiki. Na mpaka leo unaweza ukawa na marafiki, na marafiki ukawa na close kabisa, na rafiki ambao unaweza kumweleza kila kitu, na rafiki akalibeba jambo lako kama jambo lake. Wapo marafiki. Na Yesu anatufundisha upendo huu, unatufundisha fileo, inatufundisha kuwa na marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Washirika wangu wa Segerea, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada zangu wawili wakanifuata ofisini, walikuwa wamebishana. Dada zangu walikuwa wamebishana. Sasa mimi niko karibu sana na mchungaji. Mchungaji mimi ni rafiki yangu, usinione hivi. Mwingine anasema acha wewe, sio bwana, mimi ndio rafiki yangu mchungaji. Mchungaji ni mimi
Wakabishana wakasema tukamuulize mwenyewe rafiki yake ni nani kati ya wewe na mimi, rafiki yake ni nani? Wakaja watu wawili ofisini. Kuja watu wawili ofisini nikawapokea. Na mimi na neno nasemaga dada yangu karibu. Yule mmoja akasema unaona wakachupiana jicho. Yaani mmoja anajisikia kwamba yuko karibu na mchungaji zaidi. Mwingine akasema kwamba nakaa wapi? Nikamwambia kaa hapo. Anasema akamkatia jicho mwingine. Yaani anajisikia kwamba yeye ni rafiki wa mchungaji. Walipokaa wakaniuliza, mchungaji sisi tumekuja. Huyu anasema eti yeye ni rafiki yake wewe kuliko mimi. Na mimi najua mchungaji wewe hapa katika ushirika wa Segerea mimi ndio rafiki yako wa karibu kuliko mtu mwingine yeyote. Sasa tumekuja leo mchungaji utuamulie kati ya mimi na huyu nani rafiki yako mchungaji? Nikamwambia fumbeni macho, atakayewahi kufungua ndio rafiki yangu. Wakafunga macho, mmoja akaanza kufungua, mimi namtazama tu, na mwingine kaanza kufungua na mimi namtazama. Halafu wote nikasema wote mmefungua kwa pamoja. Nendeni ofisini kwangu. Wote nyinyi marafiki zangu. Lakini alitangulia kufungua nilimuona kwa sababu nilikuwa niko macho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niwaambie, unaweza mtu akadhania wewe ni rafiki yake. Ni kwa sababu unavyomsogelea, ni kwa sababu unavyojali, ni kwa sababu unavyoheshimu. Lakini Segerea mimi ni rafiki yenu watu wote. Mimi sina mmoja asiyekuwa rafiki yangu. Kwa hiyo ukipata shida huko ukisema mimi niko karibu zaidi ya mchungaji imekula kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema sasa hii upendo wa fileo, upendo wa urafiki ni muhimu sana kwenye maisha. Ukawa na marafiki, watu ambao ukianguka wanaweza kukuinua, watu ambao ukipata shida wanaweza kusimama na wewe. Sio watu wote watasimama na wewe, lazima uwe na watu ambao wanasimama na wewe. Unajua hata wezi wana marafiki wezi wenzao, hata wachawi wana marafiki wachawi wenzao. Sasa wewe mtu wa rohoni lazima uwe na marafiki wa rohoni wenzako. Na huu upendo wa fileo ndio unaleta maana kubwa sana. Tunakwenda kuimba pamoja, ni fileo inaweka watu kuimba pamoja. Tunakwenda kuomba pamoja, ni fileo inawapeleka watu kuimba pamoja, kuomba pamoja, kukaa pamoja, ni fileo. Sasa nataka niongeze, endapo una elos halafu ukajaliwa kupata na fileo, maana yake upo kwenye ndoa ya mahusiano, lakini pia kuna ndoa yenye ziada. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa una elos, lakini kwenye elos pia kuna fileo. Sio tu mke wangu, ni rafiki yangu. Sio tu mume wangu, ni rafiki yangu. Na ukikuta watu wa namna hiyo wanaweza kuongea alafu kasema mbona mnakuwa wanafiki nyinyi? Si mkaongea nyumbani? Hapana, wenzako wana fileo. Yaani nyumbani hapatoshi. Wakitembea barabarani wanaongea, wakikaa katika ibadani wanaongea, wakitoka ibadani wanaongea, wakati wa kwenda kutoa sadaka wanaongea. Unasema mazungumzo gani haya mariziki? Wameingia kwenye ndoa lakini pia wana fileo. Mtazame jirani yako, mwambie na mimi niko hivyo hivyo. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Nyie wazee wawili hapo niwape mikono, njooni hapa wote wawili. Sijui kama nakosea hapo, tele mbali. Nyie wawili. Nyie wawili. Mpaka miwani wote wanavaa wote miwani. Bwana Yesu asifiwe. Leo mshikani mikono. Kwa mtazamo kwa mimi, hawa ukiwaona wako pamoja. Muda wote ukiwaona wako pamoja. Sio tu kwa sababu ya ndoa. Kuna fileo, yani kuna urafiki. Kuna urafiki. Urafiki huu ni zaidi ya ndoa. Wana kitu ambacho wanabondi nacho. Na hawa usije kaona ajabu, wakitamani kutoka, kila mtu anajua fulani kaenda wapi na sasa yuko wapi. Sio ile ya kupigiana simu, uko wapi? Leo umepokea simu simu yangu umepokea leo. Haya, utarudi saa ngapi sasa? Nile au utarudi nikuwekea, utakuta cha baridi? Lakini Wayunani walisema upendo wa tatu ni upendo agape. Upendo huu unatoka katika Yohana sura 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Upendo wa kimungu. Na hapa ndiko nakotaka kuzungumzia tunda la Roho.
katika nafasi ya kwanza. Anasema basi tunda la Roho ni upendo. Nataka nizungumzie sio upendo wa eros, sio upendo wa phileo, ni upendo wa agape, upendo usiokuwa na sababu. Upendo huu unaitwa upendo wa kiagano, upendo wa kiagano, upendo wa patano, upendo wa kumwambia wewe utakuwa Mungu wangu, mimi nitakuwa mtoto wako. Unaitwa upendo wa agape, na hili ndio tunda la Roho linakupatikana. Tunda la Roho linapatikana katika upendo huu kwa sababu ni upendo wa kiagano. Kama ni marafiki, mnaingia katika urafiki wa agape, mnawekeana maagano. Kama ni ndoa, mnaingia katika ndoa ya agape, mnawekeana maagano. Upendo huu tunauona Mungu anapojitambulisha, anaposema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo. Ibrahimu, Isaka, Yakobo wameisha kufa, lakini agano lao linaishi kwa sababu ya upendo wa agape. Upendo huu wa agape ni upendo usio hesabu. Ndani ya upendo huu kuna mambo makuu matatu ambayo leo natamani niyafundishe. Jambo la kwanza katika upendo huu wa agape, tujifunze kwanza kutoka hii Mwanzo sura ya 8. Nitasoma mistari mingi. Kabla sijaingia hapo, nataka tusome Mwanzo sura ya 8. Kuna mistari mingi. Mwanzo sura ya 8. Kuna kitu pale nataka nikufundishe, huu upendo wa agape. Mwanzo sura ya 8 mistari 10 ya kwanza. Na Mungu akamkumbuka Nuhu. Mungu akamkumbuka Nuhu. Weka kama ni Biblia kwa underline ilo neno, Mungu akamkumbuka Nuhu. Upendo huu wa agape una Mungu kukukumbuka. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua, chemchem za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni. Mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa, maji yakadumu kuondoka katika nchi. Na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya mlima wa Ararati. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10 siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akafungua dirisha la safina alilolifanya, akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha mstari wa 8, akatoa njiwa aone kwamba maji yamepungua usoni pa nchi, bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake. Akamrudisha Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Naye akanyosha mkono, akamtwaa, akamwingiza mle safinani. Kuna kukumbukwa. Unapita kwenye eneo gumu, agape, upendo, tunda la Roho linakukumbuka. Si kwamba hutapita kwenye eneo gumu, si kwamba hutakutana na magumu, lakini agape inakupa uwezo wa kukumbukwa na Mungu. Si kwamba hupiti katika shida, agape inakupa neema ya kukumbukwa na Mungu. Jambo la kwanza kabisa kwenye upendo au tunda la Roho ni kukumbukwa na Mungu, sio na mwanadamu. Na kitendo cha Mungu kukumbuka kwenye agano lake, maana yake Mungu anakujali, maana yake Mungu anakulinda. Kitendo cha Nuhu kukumbukwa ni upendo. Na kwenye maisha kuna nyakati watu wanaweza wasikukumbuke. Unaweza ukafanya mambo mengi mazuri, lakini watu wasiyakumbuke.
Ni kwa sababu agape ikikauka, agape ikiondoka katika familia, unaweza ukajikuta umebakia peke yako, watu hawakukumbuki. Usisikitike wala usifike mahali pagumu. Kuna nyakati kwenye maisha zinapita, unasahauliwa. Inatokea jambo kubwa kabisa katika familia, afu wanasema nimekusahau. Usisikitike. Zipo nyakati za kusahauliwa kabisa. Tungekuwa na muda mzuri tungechambua Biblia. Tungeona nyakati za Ibrahimu aliposahauliwa, hakukumbukwa kabisa na hakusemwa habari zake. Tungepata muda mzuri tungetazama, ni zaidi ya miaka 6 habari za Ibrahimu hazionekani katika Biblia, hazikukumbukwa. Kuna nyakati kwenye maisha, hata ungekuwa na kiwango gani, kuna nyakati watu wanakusahau, hawakukumbuki. Sio nyakati tu za kwamba huonekani, unaonekana lakini umesahauliwa. Nuhu akakumbukwa. Ni kwamba gharika imekuwepo, maji imekuwepo, lakini agape ikamkumbuka Nuhu. Ukiona umekumbukwa, ni upendo wa kimungu unatembea kwa watu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umekumbukwa, ni upendo wa Mungu unatembea kwa watu. Kuna wakati unaweza kukumbuka watu ambao huwategemei. Kuna wakati kwenye simu yako unaweza ukakaa ukasema na delete, nafuta majina. Ghafla ukajikuta na fulani kumbe yumo katika simu yangu. Mungu anatukumbuka zaidi ya sisi tunavyokumbukana. Kwa hiyo katika upendo au tunda la Roho la agape, tunda la Roho la Mungu, kuna kukumbukwa. Jambo la pili, katika upendo kuna kusamehe. Ipo nguvu kubwa sana ya kusamehe ili ujenge upendo. Binadamu ni kiumbe chenye makosa, lakini kimewekewa nafasi ya kuwa na nguvu ya kusamehe ili kisamehewe. Chenyewe ni kiumbe cha kusamehe ili kisamehewe. Ndio maana kwenye sala ya Bwana tunasema utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Kumbe katika tunda la Roho kipengele cha kusamehe ni muhimu mno. Kusamehe, tunakosa kufungua mlango wa kuwa na tunda la Roho ni kwa sababu tumejenga watu na kuwahifadhi mioyoni mwetu watu, na tunatembea na watu waliotukosea. Jambo la ajabu sana ndio jifundisha kwenye maisha. Watu wabaya ni wachache mno, wanaekuchukia ni wachache mno, wanaokupenda ni wengi. Lakini huwathamini wanaekupenda wengi, unaogopa wachache wanaekuchukia. Nimejifunza kwenye maisha. Na saa nyingine unasema wananichukia watu wote. Kumbe katika watu 100 ni watu 2 tu wanaekuchukia. Halafu unafika mahali unatengeneza kwamba watu wote wananichukia. Kwenye agape kuna kusamehe. Hao 2 wanaekuchukia unaweza kuwasamehe kwa sababu una watu 98 wanakupenda. Lakini 98 wanakupenda hawatakwambia, watanyamaza kimya. 2 wanakuchukia watakwambia tunakuchukia. Utatembea na wale 2, utaacha 98. Agape inataka kukwambia una 98, wasamehe wale 2 kwa sababu ya 98. Ili uvuke, usogee mbele, wale 2 ukiwasamehe 98 watakuja kupongeza. Lakini 98 hawatakuja kupongeza kama hutawasamehe wale 2. Si kama mnaelewa kanisa? Samehe wale 2 waje 98 wakwambie tunakupongeza. 98 wanaikupenda watakwambia tunakupongeza. 2 wanaweza kukosesha 98. Ukiwasamehe wale 2, 98 watakuja kukwambia kwamba tunakupongeza. Tulijua anekuonea. Tulijua hakutendei haki. Wewe ni shujaa. Wewe una uwezo. Wewe ni mtu makini. Wewe ni mtu mkubwa. Wewe ni mtu wa kipekee. Lakini wale 98 hawatakuja kabla wale 2 uje wasamehe. Upendo wa agape unadai kusamehe. Tunda la Roho ni pendo. Na kama unalo tunda la Roho, ni rahisi sana kutembea na kuweza kuyaondoa na kuweza kuyaweka pembeni maumivu uliyokuwa nayo, si kwa sababu yako, ni kwa sababu ya watu 98.
Hujanielewa. Ukiniumiza, sitaumia kwa sababu ya watu 98. Nitawalinda watu 98 kwa ajili ya kwako. Kwa hiyo heri ni kusamehe kwa ajili ya wale 98 ambao hutawaona mpaka umesamehe, ndipo utapoweza kuwaona. Lakini usiposamehe wale wawili, wale 98 nao pia watanyamaza kimya, na baada ya muda wale 98 watajiunga na wale wawili, utakuwa na watu 100, na kwa sababu hiyo hutaweza kuishi tena. Upendo wa agape, tunda la Roho, linakuhitaji usamehe, kwa sababu na watu wanaokupenda ambao hawajakwambia, na ukiumia wanaumia pamoja na wewe, lakini hawatakwambia. Ukiwapigia simu wataitikia, lakini watakwambia nimetingwa, nitakupigia baadaye, na baadaye watasahau, si kwa sababu wanakuchukia. Ukisema umesamehe, wale 98 watakuja kukwambia tulijua, tulikuwa pamoja na wewe, lakini saa shida hutawaona. Upendo wa agape unakutuma, tunda la Roho, kusamehe. Jambo la tatu ambalo nimependa kusema katika tunda la Roho, ni lazima uheshimu imani uliyokuwa nayo. Tunda la Roho linakudai uheshimu imani uliyokuwa nayo. Hapa nina mistari mitatu. Kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Ninausoma mstari huu. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli, nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini kwa sababu umesema jambo hili, na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Mungu anadai upendo, tunda la Roho la upendo liwe na heshima kwa Mungu. Mheshimu Mungu kwenye tunda la Roho. Mheshimu Mungu. Kumheshimu Mungu ni pamoja na kufanya kila unachokiona hiki ni cha heshima. Sharikani kwetu Segerea tuna tangazo zuri mno. Watu waje wamezima simu, nguo za milegezo, nguo za kubana haziruhusiwi kabisa ibadani. Tangazo nalipenda sana lile. Watu waje na heshima kwa Mungu, wamheshimu Mungu. Lakini kwa nini tutangaze hivyo? Hivi hujui kama ukija hapa unatakiwa uje kwa heshima? Hebu piga picha. Piga picha. Jumapili saa 1:07 ninaingia ibadani. Nimevaa jezi, nimevaa bukta, nimeshika na mpira, nina viatu vya meno chini, nina soksi zimepanda mpaka juu. Halafu tunasema njoni, mimi naingia ibadani. Mnadhani ule wimbo mtawimba? Utakatika ule wimbo, na baada ya muda utaanza kuona watu wanatazamana. Wanachotazamana wanaona kuna kituko ibadani. Halafu mwingine atatoka atenda kufuata wazee wa kanisa. Mmemwona mchungaji? Yeye ameona, lakini lazima aende. Unajua ndio raha ya maisha. Ukiwa na kitu usishangae peke yako, lazima utafute watu wa kushangaa nao. Ndio raha ya maisha. Nyoka mwenye kichwa kinachofanana na binadamu, ukimwona usibakie peke yako, tafuta na mtu mwingine. Ukisema nimemwona nyoka ana kichwa sawa na binadamu, ukimwona peke yako tutasema una tatizo la ugonjwa wa akili. Ila uthibitishe, lazima umtafute mtu mwingine. Mmemwona mchungaji alipoingia?
Wote tumemwona, ndio tumemwona. Mnazania sawasawa, ndio, hakuna mtu akumfuata pale. Afuate mtu ameingia na mpira, ameingia na bukta, ameingia na vile viatu wenye meno, amefika pale tu moja kwa moja na tuanze ibada yetu. Halafu washirika wakaitika kwa jina la Mungu Baba, unadhani itakuwa ibada? Mheshimu Mungu, mheshimu Mungu. Imani yako lazima iwe na heshima. Zamani kidogo tulipunguza sana, na mimi naushukuru sana ushirika huu. Watu hawatafuni bigi wakati wa ibada, lakini kuna ushirika mmoja wanatafuna bigi na wakimaliza pale wanaweka chini ya viti. Bigi ni mate yaliyoingia kwenye ile, kwa hiyo mpaka imeisha. Kwa hiyo unatubandikia mate yako, tukija kutoa tunatoa mate. Leo nilikuwa kwenye ile ibada pale, wale vijana walikuwa pale wamelewa tiki, ndio waliochimba kaburi, ndio atakayefanya kila kitu, lakini wamelewa. Halafu wapo kwenye ile ibada ya mazishi, wanamsindikiza kijana mwenzao wakiwa wao wamelewa. Na saa nyingine mimi nashangaa, Jumapili kanisani, unakuja ibadani umekaa kwenye kiti, Mkristo anashindwa kuimba kwa sababu akiimba kinachotoka mdomoni sio kitu rahisi. Na sasa inafika wakati wa kutoa sadaka. Mkristo ni kweli tuna joto, lakini Mkristo anatokwa na jasho. Wakati wa kutoa sadaka anakuambia nipelekee. Yaani ile kuinuka, zile step za kuinuka na kuja kutoa sadaka na kurudi, inaweza katokea jambo lolote njiani. Kwa hiyo ajiepushe na lile nipelekee. Ibada ikiwa sehemu fulani kuna kusimama kwa muda mrefu, yeye lazima akae. Mungu ashukuriwe, ametuponya sana Segerea. Na kwenye vikundi vyetu vya uimbaji Mungu anatutembelea kwa namna kipekee kweli. Kwenye uimbaji sasa hivi vile vitu vimeondoka kabisa Segerea. Lakini kuna mahali pengine mtu haji kwenye kuimba mpaka awe amefanya jambo lile ndo anakuja. Na akitoka pale anaimba kwa sauti kubwa. Anaimba, anaona kwamba yeye ni kila kitu na hataki kukosolewa. Mungu ashukuriwe, Segerea tumepona. Na mimi na upambio langu tuimbe tumepona, tuimbe tumepona. Lakini nazungumzia hali halisi ya vikundi vingine. Ni aibu. Mheshimu Mungu, mheshimu Mungu. Hata kama unataka kufanya hayo unayafanya, sifanyie huko. Usiingie kwenye hii fensi yetu hapa na vitu hivyo. Sijui kama nachosema kitawasaidia, sijui nimekurupuka tu. Tunda la Roho linahitaji Mithali 3:9 na 10. Heshima. Mithali mlango wa 3 mstari wa 9 na ule wa 10. Mithali mlango wa 3 mstari wa 9 na ule wa 10. Biblia inasema hivi: Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai. Mheshimu Mungu hata kwa sadaka yako. Sadaka isiyo mheshimu Mungu. Siku moja nilibeba sadaka za ajabu hapa, zilikuwepo hapa. Sadaka hela nyingine za bandia, noti za bandia mtu anakuja kutoa. Unajisikiaje kutoa hela bandia? Hela ambayo imechanika, ambayo haitumiki huko kokote. Unakuja afu unasimama kwenye mzunguko, unazunguka na ile sadaka, unakuja kuitoa. Hii ni dhiaka hali ya juu mno. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Ulicho nacho Mungu anakithamini. Ulicho nacho Mungu anakiheshimu. Kama una 100 ndio sadaka yako ulikuwa nayo, toa hiyo 100, Mungu ataiheshimu hiyo 100. Na kama huna kitu, kaa kwenye ibada, Mungu anajua huna kitu. Nataka heshima kwa Mungu. Malaki sura ya 1 mstari wa 6. Nikimaliza mstari huu nitafunga kipindi chetu. Malaki sura ya 1 mstari ule wa 6. Biblia yangu inasema hivi. Malaki 1
Mstari 6. Mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana wa majeshi anawauliza ninyi, enyi makuhani, mnaolidhalau jina la Mungu, nanyi mwasema tumelidhalau jina lake kwa jinsi gani? Yaani anadhalau, alafu anauliza kwani tumefanyaje? Kwani tumekosea wapi? Mwana anamheshimu baba yake na mtumishi anamheshimu bwana wake, bali makuhani hawaniheshimu. Ukisoma mbele, kwa nini anagusa tena kwa ajili ya sadaka? Nimalizie leo. Tunda la Roho linahitaji usimpe mtu maisha yako ya rohoni. Maisha yako ya rohoni mpe Mungu. Tunda la Roho linahitaji maisha yako ya rohoni usimpe mtu. Yaani mtu anabeba maisha yako ya rohoni, anakufanya kama vile labda wewe ni kitu wala sio mtu. Twende wapi? Twende, nimeona kuna nabii, twende nikupeleke. Mimi matatizo yangu hayamaliza, na wewe ya kwako hayo unaniambia yatamalizika. Twende. Na akikubeba namna hiyo unaenda. Nisikilize mtu wa Mungu, usimpe nafasi mwanadamu ya rohoni mwako. Rohoni mwako mwache Mungu aitwe Mungu. Mwanadamu asichukue nafasi ya rohoni mwako. Akikupoteza, umepoteza na Mungu wako. Usikubali kupotezwa na mwanadamu. Usimtegemee mwanadamu katika mambo yako ya rohoni. Jifundishe katika mambo ya rohoni kupigana mwenyewe. Jifundishe mambo yako ya rohoni kupambana nayo, kuliko mambo yako ya rohoni yapambaniwe na mtu mwingine, kwa sababu na yeye hujui cha kwake cha rohoni kinapambaniwa na nani. Leo nimeishia hapa. Wiki ijayo tutaendelea na tunda la Roho. Jambo linalofuata nakumbuka ni furaha. Kwa nini watu hawana furaha wakati tunda la Roho ni furaha? Furaha ni kitu gani? Furaha inatoka wapi? Asili ya furaha ni nini? Na kina nani wenye furaha? Tutaitazama Biblia, lakini pia kama nikipata nafasi, nasema nikipata, nitawakumbusha, nitazichambua zile kabila 12 za Israeli. Alafu kuna kabila moja nitawaambia kabila yenye furaha kuliko kabila zote. Ni maandiko hayo. Sitaki kuambia kwa akili zangu. Sasa niache nafasi kama tuna maulizo. Kuna mtu aliuliza, alisema Jumatano alishindwa, aliona kwamba na hawezi kuuliza, alijisikia vibaya kwamba nikiuliza katikati ya watu itakuwaje, lakini nitakuuliza kwa nini ziko siku 47 na tunasema Kwaresima ni siku 40? Kwa nini tuna siku 47? Ni kweli Jumatano mpaka Jumapili ya Pasaka ni siku 47. Zenyewe ni siku 47. Kwa nini Kwaresima ni siku 40? Siku zote za Kwaresima Jumapili haina mfungo. Kwa hiyo haihesabiki Jumapili kuwa ni siku ya mfungo. Kwa nini hatufungi Jumapili? Tunakuja kuadhimisha ushindi wa Yesu. Hata kama tupo katika kuomboleza mateso, Jumapili ina nuru, Jumapili ina ushindi. Na kwa sababu hiyo Jumapili tunashiriki na sakramenti ya meza ya Bwana. Ni vile tu tumekosa nafasi nzuri, lakini kila Jumapili ya mfungo inamalizikia Jumapili tunashiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Kwa hiyo huwezi kufunga wakati unashiriki mwili na damu yake Yesu. Kwa tunafunga siku 40 tukiondoa Jumapili zote. Na Jumapili zote zinahesabika, sio Jumapili za Kwaresima. Ndio maana zile Jumapili zina majina yake. Zina majina yake. Kwa wale ambao wanafuatilia, tulikuwa na siku 9 mpaka 7. Zile siku 9 mpaka 7 majina yake ni haya yafuatayo. Siku 9 hata 6 kabla Pasaka. Ya kwanza ni tarehe 2, ilikuwa inaitwa Septuagesima. Septuagesima maana yake neema ya Mungu yatosha. Septuagesima inatoka pale, inafuata Sexagesima, neno la Mungu li hai. Ikitoka pale inafuata Quinquagesima. Alafu Jumapili hii iliyotangulia Invocavit.
alafu Jumapili inayokuja mpaka tutaikuta Domino ambayo ndani yake ina kantate. Haya ni majina ya Kilatini ambayo yanatupa hizo siku za kwenda katika kuiona Pasaka. Kwa hiyo haya majina ya hizi siku yote yana maana, na yote yamewekwa kwenye hii kalenda, yana asili ya Kilatini la Kirumi. Kwa hiyo ndio tunafunga siku 40 tukiziondoa Jumapili zote. Kwa Jumapili hazihesabiki katika ule mfungo wa siku 40. Ndio maana tunapata siku 40, tunaondoa siku 7 za Jumapili. Na kwa sababu hiyo tunakuwa na Jumapili 7. Jumapili ya 7 inamalizikia inakuwa ni Jumapili ya Pasaka. Kwa hiyo tunapata siku 47 za kufunga, ni siku 40. Kwa tunafunga siku 40, Kwaresima yenyewe ina siku 47. Hili kuna mtu alisema kwamba ameshindwa kuuliza, akalituma ofisini kwangu, nikasema leo nije kuliweka. Kwa nini zinakuwa siku 47 na tunasema siku 40? Sababu yake tunaondoa siku ya Jumapili. Na ndio maana Jumapili tunashiriki hata sakramenti ya meza ya Bwana, haihesabiki kwenye mfungo. Leo kama tuna ulizo, kama hatuna, saa 2 kasoro dakika 10, kasoro dakika 5. Kama tuna ulizo, kwa mara ya kwanza hatuna ulizo, kwa mara ya pili hatuna ulizo, kwa mara ya 3. Mungu atubariki. Karibuni tumheshimu Mungu kwa sadaka zetu.